Watu ambao tunategemea mishahara kwa asilimia kubwa, naomba tuliongee hili na tuliongelee kwa umakini sana na tuliwaze vizuri kwa kina. Tusikurupuke tunavyoliwaza swala hili. Mara nyingi tumekuwa tukivumilia vitu vingi sana vigumu ambavyo havivumiliki kwa binadamu, kutokana na hatuna maisha mengine nje ya vibarua tunavyofanya, nje ya kazi tunazofanya tulizoajiriwa nazo. Yaani kuna muda unavumilia manyanyaso ambayo hayapaswi kuvumilika hata kidogo. Yaani manyanyaso ambayo ukimsimulia mwenzio anaweza hata akalia. Na yote hayo tunavumilia si kwa sababu tunazipenda sana hizo kazi, si kwa sababu tunapenda sana hivyo vibarua, lakini ni kwa sababu hatuna maisha mengine nje ya hizo kazi. Nikimaanisha hatuwezi kuingiza hata shilingi 100 nje ya kazi ambazo tunazifanya kwenye hivyo vibarua au kwenye hizo kazi tulizoajiriwa. Na hili ni tatizo ambalo tunalo wengi wetu. Sijui wenzetu ambao mmeshawini, lakini mimi na wengi wetu wengine wengi tuna hilo tatizo. Yaani hatuna pesa nyingine tunaingiza kwenye side hustle. Hatuna pesa nyingine tunaingiza nje ya vibarua vyetu. Yaani sisi na vibarua, ukitoa vibarua tunalaza watoto njaa. Ukitoa vibarua hatuwezi kusapoti maisha yetu. Ukitoa vibarua tumeisha. Kwa hiyo inatulazimu tupambane hata kama tunayoyapitia ni magumu. Let me give you a story. Nishai kufanya intern. Yaani intern ambayo nilikuwa nafanya sio kwa lengo la kujifunza. Nilikuwa nafanya kwa lengo la kutafuta pesa. Miaka kadhaa iliyopita, miaka almost inaweza kuwa 9 hivi. Ile intern niliyoifanya ilikuwa miezi 3, lakini ilikonipeleka, nilikuwa nafanya kazi kutoka asubuhi kwa sababu ilikuwa ni town. Unaamka asubuhi, unaenda kwenye hiyo ofisi, unafanya kazi mpaka saa 11 ndio muda wa kutoka, lakini mnabakia pale mpaka siku nyingine saa 2, 3 kasoro mpo pale. Miezi yote 3 mfululizo. Alafu mapato unayolipwa, pesa unayolipwa ilikuwa ndogo sana kuliko hata wale wanaowahi kutoka. Cha tatu, ilitokea mgongo wangu ukawa unaniuma sana. Trust me, nilikuwa nikienda chooni kwa sababu vyoo vya maofisi makubwa ule visafi, nilikuwa nikienda kulala kwenye ile sakafu na unyosha mgongo. Kwa nini nilikuwa navumilia yote yale? Kwamba hadi mgongo unaniuma. Ni kwa sababu nilikuwa sina kitu kingine cha kufanya. Ilifika muda nikaenda hospitali. Nilipoenda hospitali wakaanza kunifanyia yale mazoezi, wanapitisha kimashine fulani mgongoni. Lakini nilikaa chini nikawaza, hivi kweli huu mgongo mpaka unauma hivi? Hii kazi is it worth it? Yaani niendelee nayo? Kwa sababu first of all nimekuambia nilienda pale kwa sababu natafuta survival. Sikuwa naenda kujifunza kazi kwa sababu kile nilichokuwa nikikifanya kwanza kilikuwa kiendani na nilichokisomea. Kwa hiyo sikuwa kwamba na gain experience. Yaani nilikuwa nafanya for survival and it helped me to survive for those 3 months. So nilikuwa nina matarajio kwamba ikiisha miezi 3 nitaajiliwa na mimi nianze kulipwa mishahara na other benefit ambazo wenzangu wanapata. Guess what happened? Ilipofika miezi 3 nikapewa barua nyingine ya kuongeza internship tena ya miezi 3. Nikasema oh my god, sikukataa mbele yao. Unavyoacha kazi usikatae kwa fujo. Niliondoka. Nilipoondoka nikasema this imekuwa too much. Ndio sina cha kuniingizia kipato, nitakitafuta kwa nguvu zote, lakini hii kazi itaniharibu mgongo. Nimeshaanza kuumia kiungo kimoja wapo cha mwili, mpaka naanza kufanyishwa mazoezi. Nimeambiwa niwe naenda mazoezi siku gani na siku gani. Nikasema hapana, hii ni kwa sababu ninakaa muda mrefu na viti havendi support. That's why nauma huu mgongo, lakini sio mbovu wa mgongo, ni nature tu ya kazi. Nikaandika email nzuri kabisa, jamani asanteni kwa kunipa nafasi nyingine tena kuendelea kujifunza, lakini kwa sasa naona nimetosha kujifunza, so ninaendelea na mambo mengine. Kwa hiyo asanteni kwa opportunity but sitaweza kuendelea tena. Nikaachaga. Nilivyoacha ndo nikaja kuendelea na mishe nyingine, na Mungu alijalia kwa kweli, kwa sababu alijua shida yangu ilikuwa huo mgongo. Nilipata sehemu nyingine ambayo ikawa better than hile niliyotoka. Kwa hiyo kwa nini nasema haya ni kwamba tujitahidi, mimi na nyinyi tutengeneze side hustle. Tutafute, tuumize vichwa tunavyoweza. Mtu anaweza kusema kazi ninakaa muda mrefu sio nafanyaje. Tuumize vichwa, creativity zetu, tutafute vipato nje ya kazi tunazofanya. Ili kazi zinapofika pale haziwezekaniki,
Kazi inapofika pale inapoondoka na afya yako, kazi inapofika pale inaondoka na akili yako, kila muda ukitoka kazini unakuwa kama umechanganyikiwa. Uweze kuiacha kwa sababu maisha utaendelea kuyasapoti. Sasa wewe unajua kabisa nikiacha kazi leo naua watoto njaa, utaacha hiyo kazi. Sasa mwisho wa siku utakufa wewe. Kwa sababu hiyo kazi haikusupport, hiyo kazi inakuumiza. Afya ni mtaji, na ukiwa mgonjwa, ukiwa mbovu, hawatakaa na wewe, watakuondoa. Yaani ukiwa mgonjwa, kazini wanakutaka uwe mzima, akili yako iko sawa sawa na uwe na nguvu. Uko mgonjwa watakuvumilia kidogo kidogo. Baada ya muda ndugu yangu unaikuwa pembeni, you are replaced. Wanakureplace na mtu mwingine. Kwa hiyo the moral of the story, tutafute side hustle. Tutafute kazi nyingine za pembeni za kufanya. Ingiza hata 200, 300, 400. Najua ni kazi. Mimi mwenyewe ukiniambia nikutajie hizo kazi za side hustle, mimi mwenyewe sizijui. Kwa hiyo wewe mwenyewe wakaa chini, waza kwa mazingira uliopo, kitu gani kingine cha pembeni unaweza kufanya? Creativity gani nyingine unayo? What is your calling? Mungu amekuwekea kitu gani ndani yako? Kaa chini, jievaluate, jianalyze, then nenda kukifanyia kazi hicho ambacho Mungu amekupa.